Nitambue uwepo wa Ndukuko, pia nitambue uwepo wa Kagem wamefika, na pia nitambue uwepo wa mapokezi, kamati ya mapokezi. Basi bila kupoteza muda, niombe ndugu mwenyekiti kutoka chuo cha Kagem afika hapa mbele mara moja aweze kusema neno moja. Bwana Yesu asifiwe. Sijafika mbele yangu na watu wengine ambao nimekuja nao, madhehebu mbalimbali ambao ni Wakristo. Naomba Kagem wote tulipo tusimame tuwapigie mkono. Na tunaambia kwamba tutabarikiwa zaidi na zaidi, na kwanza tutabarikiwa sana. Amina. Tunawapenda wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninawapenda. Mimi dada yake huyu. Naitwa Glory kutoka Ndukuko. Sijaweza kufika na wenzangu kwa sababu zisizoweza kuzuilika, ila wanawasalimia sana. Ni katibu USCF Josia Kibira. Basi Bwana Yesu asifiwe. Tutaomba utuambishie wimbo wa kusifu kwa dakika kama 7. Ninapatikana Buekera kama nilivyowaambia, lakini tunajenga maeneo ya Mihame Beach. Mihame Beach iko Kahoro Sekondari kama unaingia ziwa Victoria. Na Mungu akitusaidia mwakani tunaweza kuwa tumehamishia ofisi zetu na operations zote kule. Kwa hiyo ninawakaribisha sana ofisini kwetu wakati ambao bado tuko Buekera, ni karibu sana kushuka. Lakini pia mimi ni manager pia wa mradi wa shirika hilo la Entrepreneurial Fortune Project na Fortune Organization, na tunadili na masuala ya kuwasaidia vijana na zaidi katika mtazamo wa kuwekeza. Na kwa kweli tunajaribu pia kuweza kushughulikia na kuomba fund, kwa maana kwamba tutakuwa tunafanisha competition. Kama unakuwa na wazo zuri, ndio unaweza ukashinda na ukaweza kupewa hicho kitita cha pesa na ikawa ni mtaji wako sasa kuanzia. Zaidi Mungu awabariki sana. Ninawakaribisha ofisini kwetu, karibu mtembelee. Airtel ni 0689 47 27 77. Kwa yoyote ambaye atakuwa na atakuja kuzungumza, anahitaji ushauri kwa sababu tunatoa na ushauri wa consultant service, unaweza ukafika. Kama una namna unahitaji kuandika labda project writer, business plan na vitu vyote ambavyo unahitaji kuzungumza, unaweza kaja kuangalia na kusaidia. Naomba niwatakie kila la heri, maana tunahitaji kuwahi na kikao kingine. Tuongee kwa topic ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kabla tujaongea, natamani tuimbe kidogo tu. Kidogo. Sio sana, kidogo. Mwambie jirani yako kidogo tu. Kidogo. Sasa ngoja nikwambie. Mwambie jirani yako tutarudi zamani kidogo. Tutaimba na vya zamani.
Sasa mpigaji, naomba upige vizuri. Hatutaimba sana, ni kidogo tu. Lakini nina sababu ya kwa nini nakwambia tuimbe. Na utakuja kuelewa huu wimbo ninaokuimbia au tutakaoimba kwa pamoja na somo ambalo tunatamani tuongee. Somo ambalo tunatamani tuongee kijana na uongozi. Bwana Yesu asifiwe. Namna ya kutambua na kutunza uthamani wa uongozi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Maana brother ameongea mambo mengi mahali hapa. Iko life after campus. Sasa wako ambao watatoka nje na mitazamo ya kiuongozi. Ndivyo vitu ambavyo tunatamani tuongee mahali hapa. Wako ambao wanatamani kutoka nje na utazamo wa kiongozi kitaifa. Tunatamani tuzungumze nao mahali hapa. Wako ambao wanatamani wakitoka nje awe baba au mama mzuri, ni uongozi. Ndio tunatamani tuongee nao mahali hapa. Wako ambao wanatamani wakitoka nje wapike viongozi. Ile unakaa darasani kufundisha, ile unamfundisha mwanafunzi kusoma na kuandika, unampika kiongozi. Kwa hiyo maana nakwambia lazima tuzungumze uongozi, uthamani wa kutambua nguvu ya kiongozi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie, taifa linapotea, wizi unatokea kwa sababu viongozi hawajashikwa na Mungu. Ngoja nikwambie, Biblia ndivyo inavyosema. Mungu akachungulia amtafute mwaminifu huyo aweze kumpa nafasi ya kiongozi. Ndivyo vitu ambavyo natamani tuongee, na wimbo wangu natamani tuimbe kwa namna hiyo. Nishike mkono, ukiniacha mimi siwezi. Hatuwezi kuambia rais wa mwakani ni nani, hatuwezi kuambia mbunge wa mwakani ni nani, maana sote tumeparanganyika. Mungu hajatushika mkono, lakini jioni ya leo natamani Mungu awashike mkono. Mungu ajitengenezee vijana wenye maono ya kitaifa, wenye maono ya kijamii, wenye maono ya dunia, maana akikushika mkono ushike mkono Bwana Mesia, ukituacha sisi tutashindwa. Ushike mkono Bwana Mesia, ukituacha sisi tutashindwa. Tunasogea mbele zako jioni ya leo. Ni vijana, ni wababa, ni wamama ambao tunatamani useme nasi kwa habari ya kiongozi ndani ya maisha yetu, nguvu ya kiongozi ndani ya maisha yetu. Taifa linapotea, familia zinapotea, nchi inapotea, taasisi zinapotea, jamii inapotea, maana hajatokea kiongozi aliyeshikwa na wewe. Baba, tunapoongea mahali hapa, lainisha ufahamu wetu, ongea nasi kwa lugha nyepesi tuweze kuelewa. Roho Mtakatifu, wewe ni mwalimu, unaelewa kabisa kila mtaji wa moja mahali hapa. Nami ninapoongea nitumie kama chombo, nami ninapoongea nitumie kama mwanao. Ongea vitu vyepesi vitakavyoeleweka. Tunatamani tuongee uongozi kwa lugha ya Kimungu, uongozi kwa lugha ya Kibiblia, maana chimbuko la mafanikio ni ndani ya neno lako, maana chimbuko la maendeleo ni ndani ya neno lako. Na hivyo imani tuliyo nayo ya kwamba viongozi wazuri wanatoka ndani ya neno lako. Asante kwa ajili ya kusanyiko hili, ninawafunika kwa damu yako, ninajifunika kwa damu yako. Ndicho kitu ambacho natamani tuongee, maana hatuwezi
kufika kule tunatamani kufika, kama kutakuwa na nguvu ya uongozi ndani yetu, hatuwezi kuwa na maisha mazuri tunayotamani. Kama hatuna viongozi ambao wanayaona kwamba tunabidi kuwa nayo, hatuwezi kuwa na mipango mizuri ambayo tunatamani itukie. Kama tutakuwa na viongozi watakaosimamia hayo mambo, taifa linatengeneza sera zinaonekana ni nzuri, zinakufa kwa sababu hatujawapata viongozi wa kusukuma hizo sera mbele. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie, waliokuwepo asubuhi tumeongea kitu fulani, kwamba utendaji wa kimungu unaanzia katika ufahamu ulionao, kwamba ufahamu ulionao ndio unaoleta matunda ya utendaji wa kimungu. Bwana, mimi natamani nikuambie, tunapoongea kwa habari ya viongozi, lazima tutengeneze ufahamu wa kiuongozi ndani ya moyo wa mtu. Sijui kama nina mtu ananielewa mahali hapa. Wakati mwingine uongozi unaweza usione ndani yako, lakini kwa sababu ametokea mtu akatibua hivyo visima vya uongozi ndani yako, taratibu na hivi na mimi naweza kuwa waziri, hivi na mimi naweza kuwa diwani, hivi na mimi naweza kuwa mtendaji. Kwa nini? Kwa sababu ametokea mtu ametibua vitu ndani yako, ukaanza kuexpand ufahamu wako na kujiona kwamba kinawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo vitu ambavyo tunatamani tuongee, ndivyo vitu ambavyo tunatamani tushirikishane, kwamba tunapomzungumza kiongozi ni mtu wa namna gani. Moja, lazima aone zaidi ya wengine wanavyoona. Huyu kiongozi lazima ajue wengine wanatamani kwenda wapi hawajafika na wanatamani kufika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndiye mtu ambaye tunatamani tuanze kumwandaa, kwamba wale wa Tanzania wako katika lindi la umaskini na wanatamani wafike kiwango fulani cha maisha. Kwa lazima atokee mtu ambaye atabeba moyo, ambaye atabeba haya mawazo na kuwafikisha Watanzania kule wanatamani kufika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba Roho Mtakatifu atupe lugha nyepesi ya kuelewana. Ngoja nikwambie, tunapozungumza habari ya kiongozi na nguvu ya uongozi ndani yako, ngoja nikwambie, unapotoka mahali hapa na kuingia mtaani, tunaposema nguvu ya kiongozi ndani yako, hawatakufuata kwa sababu umetoka Sauti, hawatakufuata kwa sababu umetoka Nikagemo, hawatakufuata kwa sababu umetoka Tukuko, watavifuata vitu vya thamani ambavyo ni tofauti na vile walivyo navyo. Ngoja nikwambie, viko vitu wataviona kwako kwamba hivi ni direction kwetu, viko vitu wataviona kwako kwamba hivi ni vya thamani kwetu. Hata ukijificha chini ya kitanda, watakufuata na kukwambia, braza, wewe ni lazima utoe hapa tulipo. Watakufuata na kukwambia, dada, wewe ndio kufusha katika ligi hii. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo vitu ambavyo tunatamani tuongee, kwamba unapolala kitandani, jua kuna mdogo wako anakutegemea. Unapolala kitandani, jua kuna shangazi yako anakutegemea. Unapokaa darasani, jua kuna mjomba anakusubiri. Unapokaa kupiga kitabu, jua kuna jirani anakusubiri. Umfungue macho yake aone kesho yake ikoje, umfungue ufahamu wake ajue atakulaje, atalalaje, atavaaje. Ndiyo nguvu ya kiuongozi tunayoizungumza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa natamani jioni ya leo unapotoka mahali hapa, anza kubadili mtazamo wako, anza kubadili fikra zako. Si lazima ukachukue kadi ya chama ndio uonekane ni kiongozi, si lazima uitwe waziri ndio uonekane ni kiongozi. Ngoja nikwambie, kuna acting leader na potential leader. Hata ile kukana kumwambia mdogo wako njia unayoiendea sio sahihi, hata kukana kumwambia jirani yako hiki unachokifanya sio sahihi, sahihi ni huko, ni nguvu ya kiongozi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Fungua na mimi Yeremia. Tutaongea mistari ambayo tunaifahamu sana, lakini natamani nikuonyeshe kwa namna ya tofauti kidogo. Sura ya kwanza. Tamani nikuonyeshe kitu kadhaa. Unaweza kusoma pote, lakini nina mistari kadhaa, 4 na 5.
Nguvu ya kiongozi inaweza ikawepo ndani yako. Nimekuambia hiki kitu, lakini asipotokea mtu akatibua hicho kitu ndani yako, unaweza usikione. Ndicho kitu kilichotokea kwa mtoto Yeremia. Mungu anakuja anamwambia Yeremia, Yeremia, nimekuchagua ukaseme na watu wangu. Yeremia akajiangalia akasema, hapana, mimi Mungu bado ni mdogo. Mungu akamwambia, sikiliza Yeremia, ni mimi nimesema, hautasema wewe, bali ni mimi nimesema. Kwa hiyo usijitazame vile ulivyo. Mungu anaweza akapita hapo hapo. Kiwango chako cha elimu ulicho nacho, kiwango chako cha uchumi ulicho nacho, bado unaweza ukasimama na kutumika kama kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Yeremia mazingira yakampa shida. Yeremia akajizarau. Kumbe ajui mpango wa Mungu ni kuvitumia vinyonge kutengeneza vikubwa, ni kuvitumia vilivyodharaulika kuinua taifa na taifa. Akamwambia Yeremia, sikiliza, siuangalii udogo wako, ninaangalia ukubwa wa kazi iliyoko ndani yako. Mungu angalia vile ulivyo, ila angalia ukubwa wa nguvu ya kiongozi iliyoko ndani yako. Wewe kazi hawatanionaje si yako, ni ya kumwachia Mungu. Maana vile vinavyoonekana vidogo, Mungu anaweza akavigeuza kuwa vikubwa. Tunaongea kitu fulani, Mungu akajitambulisha kwa Musa, akasema mimi ni niko ambaye niko. Maana yake anaweza kuwa vile anavyotamani kuwa, anaweza kujibadilisha vile anatamani kujibadilisha. Kwa wakati mwingine unaweza ukajiona huwezi kusema katikati ya watu, lakini Mungu kumbe anamuona bonge la spika atakayezungumza na umati wa watu, na umati wa watu ukapona. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza kukutumia vile ulivyo katika nafasi ya uongozi anayotamani uwe. Bwana Yesu asifiwe. Vile ulivyo Mungu anaweza kukutumia ukawa. Vile ulivyo Mungu anaweza kukutumia kama kiongozi kubadilisha mazingira yale uliyomo. Usione anatukana bungeni, ameanza kutukana ndani ya mtaa wake. Na ninachokueleza ni nini? Lazima Mungu akitengenezee kizazi ambacho kimebeba maono ya kiongozi kwa mtazamo wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie. Naweza kuelewa kinachokueleza. Kuna watu wengine tukianza kuongea kwa habari ya uongozi, anasema no, sitaki hata kusikia. Maana anajua direct utazungumza kwa habari ya siasa. Na mimi mmoja nikwambie, unapotamani kuona mabadiliko katika taifa hili yakitokea, alafu kajiweka pembeni kufikiri kwa habari ya siasa, unakosea. Maana sera zote, mipango yote, utekelezaji wote unaanzia katika siasa. Na nitakukatalia kabisa ukiniambia wewe ni mpendwa, unatamani mabadiliko ya kiongozi ndani ya taifa hili, alafu unaniambia uombi ufikiri kwa habari ya siasa. Swali nitakalokuuliza, unaombaje kama ufikiri kwa habari ya siasa? Bwana Yesu asifiwe. Kama ufikiri kwa habari ya shina la uongozi, shina la uongozi pia linapita katika siasa. Kwa kama unatamani kujua mwenendo mzima wa siasa unaendaje katika nchi yako, na unaniambia wewe ni mpendwa, unaomba, swali ufahamu wa kuomba umetolewa wapi? Kwa lazima tuanze kutengana. Tuwe ni vijana wasomi ambao tutakaa na kutathmini mwenendo mzima wa taifa letu, kiongozi, kisiasa, kimaadili unaenda wapi, ili tunapokaa tuweze kujua product ya kiongozi tunayemtaka ni ipi. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo vitu ambavyo tunatamani tuongee. Ngoja nikwambie, nilipokuwa chuo nilikuwa napigana na wapendwa juu ya hili jambo. Tunaitana kuomba, tunang'ang'ana kuomba. Ukimuuliza okay, upepo wa siasa nje unaendaje, na kuambia wala hata sitaki kusikia, nipokosea. Kwa lazima tuanze kujua kwamba udhaifu ulioko katika uongozi ni upi. Taifa letu linamtamani nani? Mwenye sifa zipi? Tuliongea asubuhi tukasema, sikiliza, jamii inatusubiri, huko nje wanatusubiri. Sisi kama vijana wasomi, sisi kama watu tuliopata neema ya kuelewa haya mambo, tuwasaidie kujenga uongozi wa taifa lao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ngoja nikwambie, ukienda nje ukawauliza
Nikamwambia tunawasubiri wasomi watuelekeze. Ukija ndani kwa wasomi, mambo wanayoyafanya ni tofauti na matarajio ya nje. Sio kama unaelewa ninachokueleza. Nikafanya utafiti mdogo, nikaja kugundua jamii inayotuzunguka, ndugu zetu walioko nje ambao hawajapata neema ya kusoma, kumbe wanauelewa kuliko hata sisi wasomi. Lakini tatizo lililopo, uelewa wao uko disorganized. Wanasubiri mtu atakayechukua position organize mawazo yao ili wasonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tukikaa sisi wasomi tukashindwa kuchukua hiyo nafasi sawasawa, jamii itazidi kupotea. Kwa nini? Wana mawazo yaliyo sawasawa lakini hayajaunganishwa. Na kuunganisha yupo, kwa sababu aliyetegemea waunganishwe atamani kufikiri hivi vitu. Aliyetegemea waunganishe, nguvu ya kiongozi ndani yake haijaumbika sawasawa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza kukutumia vile vile ulivyo. Ngoja nikupe mfano mwingine. Nenda na mimi katika kitabu cha Waamuzi. Fungua na mimi kitabu cha Waamuzi. Tunaongea namna ya kutunza na kuthamini nguvu ya kiongozi ndani yako. Lakini natamani tuende kuanzia mstari wa 11. Neno la Bwana linasema, malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni ulio katika Ofra. Ulikuwa mali yake Yoashi Mwagerezi, na mwanawe Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni kwa Wamidiani. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, ewe shujaa. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata?